Maandamano, niseme kama mwenyekiti, maandamano hayapo kama wana bodaboda. Hayapo. Tuandamane kwa sababu gani ndugu zangu? Wengine hapa nilikuwa natafakari wakati mbunge wetu anasema hata tu debe la unga nyumbani sina. Sina hata hela tu ya kuendea Kiera kukimbilia Malawi sina. Sasa nani atuchanganyi? Amani inatosha ndugu zangu. Si wengine ukipika mbaraga maisha yanaenda. Tutaendelea kuishi hivi tu biashara tu. Leo tuache kutafuta 200 kwenye bodaboda na watoto tunasomesha kwa njia hii. Leo mtu ananiambia tuandamane tuache kazi. Haipo. Tunajiokotea kupitia bodaboda hizi. Tuna familia, tuna wake, tunasomesha kupitia bodaboda hii. Maana yake tukianza kuandamana, vurugu zikianza, vitu vyote vinakoma. Hakuna mtoto ataenda shule. Hakuna sijui kwenda kufanya biashara, hakuna. Sasa sisi wengine hata benki hatuna akaunti hata 100. Hatuko tayari. Bodaboda hatuko tayari, si ndio jamani? Ndio. Tutaandamana kwenda kupiga kura. Kwa kweli masuala ya maandamano ni mabaya, tena ni magumu, hasa kwa nchi yetu jinsi tulivyozoea amani. Hatujazoea sisi shida. Ndio maana mimi nasema maandamano sisi hayatupi faida. Wanatushawishi kwamba tufanye maandamano na nini, lakini mimi kama kijana mtafutaji, mpambanaji ambaye nina malengo yangu, na washauri vijana wenzangu kwamba tusije kufanya kitu kisifanyike kabisa. Yani kisifanyike, tuendelee na mambo yetu. Oktoba 29 tuende tukapige kura, mwisho wa siku turudi katika vijiwe vyetu, tufanye kazi, tuendelee na maisha mengine. Mimi sitoshiriki kwenye maandamano kwa sababu nina malengo yangu, nina familia. Siwezi nikaenda kwenye maandamano mwisho wa siku niletee athari familia yangu. Tarehe 29 tuna uchaguzi mkuu Tanzania. Nikaona nikae na ninyi niwaombe kitu kikubwa cha msingi kwenye taifa hili letu la Tanzania ni amani. Amani inatokana na sisi wenyewe, jinsi ambavyo tunailinda na kuitunza. Kuna binti mmoja anaishi Ulaya, anaishi Marekani, anachochea maandamano kwenye taifa hili la Tanzania, siku kubwa ya uchaguzi mkuu wa taifa hili la Tanzania. Anachochea maandamano, yeye yuko Ulaya na familia zake ziko Ulaya. Sisi wa Tanzania, tangu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia misingi mikubwa ya amani. Alituachia misingi mikubwa ya amani. Na amani hii aliyotuachia, sisi wote hapa tunaishi kama watoto wa baba na mama mmoja. Uongo? Nchi jirani, na nyinyi ni mashahidi, mmesikia, Kongo kunakuwa na vita kila mara. Burundi, Rwanda na nchi zinginezo jirani, ugomvi ukitokea wanakimbilia Tanzania. Kwani wanakimbilia Tanzania kwa sababu Tanzania kuna amani. Lakini mimi, mama yenu, dada yenu, ninawaomba sana tuchague Chama cha Mapinduzi. Ninaomba sana tuchague Chama cha Mapinduzi kwa mafiga matatu. Kwa nini ninaomba tuchague Chama cha Mapinduzi? Ninaomba sana tumchague Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mema mengi makubwa ya maendeleo aliyoyafanya. Na sisi hapa wote ni mashahidi. Mmeona pale Makandana? Hospitali ya Makandana tumeiona. Tulikuwa na kihospitali cha wilaya cha ajabu. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ameshusha ligorofa likubwa pale linameremeta, hospitali ya pale. Ndugu zangu, tutake nini? Hospitali inavyomeremeta pale Makandana. Anajali afya zetu sisi. Hata vituo vya afya tunajua sisi kwenye kata zetu humo kuna zahanati, lakini vituo vya afya bado mama amejenga humo. Kwa sababu anajua mtaji wa mwanadamu yeyote ni afya. Mnaelewa kama mtaji wa mwanadamu yote ni afya? Afya kwanza, si ndio? Mama ndio msingi mzuri sana kwa sababu anajali afya zetu, anatupenda, ametujengea mahospitali. Lakini hospitali inameremeta ya ghorofa 2 pale Makandana, ukifika pale unasema
au ndo huko anasemaga ni Ulaya? Uongo. Ninaombeni sana jamani, tarehe 29 tukatiki. Mama Samia wa watu amefanya kazi kweli kweli.